Nilikuwa naangalia hapa video moja hapo. Hebu tuangalie kidogo hapo hiyo video. Angalia hapo. Vijana msidanganye. Unajua sisi wanasiasa twajua sana kuwadanganya. Twajua sana. Hiyo ndio tumesomea. Tuko na madigrii ya vile watu ya kuinsight watu. Na mwishowe wenzangu, tukishamaliza kuwa insight, tunakaa kando kwa kando, watoto wetu wanasoma pamoja. Nadhani kuna kitu umeweza kukipata kwenye hiyo video, na naomba nikuzungumze jambo moja kwamba unajua kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanasiasa na kiongozi. Tuelewe kwamba sasa hivi katika mfumo wa nchi zetu za Afrika, wengi tuna viongozi wanasiasa, ila hatuna kiongozi ambaye anaitwa leader kama kiongozi. Leo viongozi wengi wanasimama kama wanasiasa, hawasimami kama viongozi. Na kuna tofauti mkubwa sana kati ya politician na leader. Ndio maana mimi huwa nasema kwamba I'm not a member of any political parties. I'm not a politician but I'm a leader. Kwa sababu kiongozi mzuri ni yule mwenye uwezo wa kuongoza uwezo wa watu, sio kumuongoza mtu. Mwanasiasa anachotaka, anataka muongoze mtu, sio uwezo wa mtu. Kwa mfano kama ni nchi fulani, mwanasiasa anataka aongoze watu. Lakini unatakiwa uelewe kwamba kiongozi mzuri, ongoza uwezo wa wananchi wako, ongoza uwezo wa watu. Na ndio maana leo ukiangalia mifumo ya siasa na elimu, yaani unaweza kuna kitu ambacho kimeweka hapa, yaani wanasiasa wameweza kuingia kwenye mfumo wa elimu. Kwa leo elimu haiendeshwi kama mfumo pekee. Ile elimu inaendeshwa katika mfumo wa siasa. Kwa ndio maana leo tunapata viongozi ambao sio sahihi na wana large number of degree, wana degree nyingi sana za kudanganya watu, za kuelezea kitu. Naomba kuna sentence moja ambayo huwa inazungumziwa sana kwamba vijana wajiajiri. Ni pointi nzuri sana, lakini hii pointi haikupaswa kuzungumziwa na kiongozi. Hii ilipaswa izungumziwe na organization ambazo viongozi wanazifanya. Wangetengeneza organization ambazo zingetengeneza sisi kutuambia vijana kwamba mjiajiri. Sababu unamwambia kijana jiajiri, ili hali wewe unakuta mwaka jana tu ulimlilia kwa ajili ya kupe kula. Maana unagundua kwamba unapomwambia mtu ajiajiri, wakati wewe mwenyewe huyo unayemwambia ndio amekuajiri. Sababu sisi wananchi ndio tunaoajiri viongozi. Sababu sisi ndio tunawapigia kula, ingawa kuna mifumo sasa hivi kidogo imebadilika. Siwezi nikaizungumzia sana. Hilo walisia ni kwamba swala la kujiajiri sio swala la kuzungumziwa na politician, ni swala la kuzungumziwa na leader. Sababu unapomwambia mtu swala zima la kujiajiri, ili hali wewe ni politician, wewe ni mwanasiasa ambayo ulihitaji kula kwa wananchi, na unatuambia kwamba tujiajiri. Kwa hiyo mfano mzuri naweza nikasema kwamba kama unataka kutuaminisha katika mfumo wa sisi vijana kujiajiri, ondoka kwenye swala la politician, achia uongozi, then jiajiri kama wewe, ili tuone mfano mzuri kwa jamii. Kwa hiyo nataka nizungumzie kwamba viongozi wanapaswa kulielewa kwamba swala la sisi kujiajiri vijana au labda pengine community fulani kuweza kujiajiri ni swala ambalo linatakiwa lizungumziwe na viongozi, sio politician. Nimesema kuna tofauti mkubwa sana kati ya kiongozi na mtu ambaye ni mwanasiasa. Mfumo wa sasa hivi wa nchi zetu unaendeshwa na siasa au unaendeshwa na viongozi. Sababu kiongozi yeye yupo kwa ajili ya kuongoza uwezo wa watu kwamba tufikie lengo fulani, ila mwanasiasa yupo kwa ajili ya kutengeneza maendeleo binafsi. Huyo ndio mwanasiasa. Hata hilo neno kuliangalia neno limevokaa mwanasiasa, yani mtu wa siasa. Siasa hakuna ukweli ndani yake. Kwani tumeanza leo kusikiliza siasa za nchi? Hapana. Ukiangalia kuna siasa nyingi ambazo tumezisikia, lakini kwa nini mpaka leo bado tuko pale pale? Ni kwa sababu tupo kwenye mfumo wa siasa. Na tuelewe kwamba mfumo huo unatawaliwa na mfumo. Maana kama mfumo, kuna mfumo wa siasa, basi kuna mfumo ambao unatawala mfumo wa siasa. Mfumo wote duniani unatawaliwa na mfumo. Kwa kama kuna mfumo wa nchi fulani, ujue mfumo wa nchi fulani kuna mfumo mwingine ambao unatawala. Kama kuna mfumo wa uongozi, maana kuna mfumo ambao tena unatawala mfumo wa uongozi. Kama kuna mfumo wa urais, kuna mfumo mwingine ambao unatawala mfumo wa urais. Hichi kitu tukielewe.
Kwa ndio maana naweza kusema kwamba mbona kuna kitu fulani hakijenda sawa, kuna mifumo ambayo iko juu ya mifumo mingine. Kwa kila mfumo huwa unatawaliwa na mfumo mwingine. Mfumo wa elimu leo unatawaliwa na mfumo wa siasa. Ndio maana unaweza kuangalia kama kuna vitu havijaweza kukaa katika logic na mantiki iliyo nzuri. Na naweza nikasema kwamba kutokana na kile ambacho nimeweza kukizungumza, tunapaswa kuelewa kwamba kama sisi tukihitaji kutengeneza mfumo ambao ni madhubuti kwa sisi kama sisi kuweza kupiga hatua, tunahitaji kuandaa mfumo mwingine tofauti na mifumo iliyopo. Sababu nimezungumzia kwamba mfumo unatawaliwa na mfumo. Kwa ili wewe uweze kujitawala katika mfumo ulionao, ni lazima utengeneze mfumo mwingine ambao utakuwa ni mfumo ambao utatengeneza criteria na strategic zako. Lakini kwa kufuata mifumo ambayo tuliweza kuachiwa nayo, hatuwezi kupiga hatua. Na tuelewe kwamba kitu chochote kwenye maisha yako ukikipa jina, una uwezo kukitawala. Kwa jambo lolote ambalo unaweza kulifanya ukalipa jina na ukaweza kulimudu, maana hilo jambo unaweza kulitawala. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji tu tuweze kuzungumzia hiyo video kwa sababu ni video ambayo kidogo inahitaji kwamba tunahamasishwa vijana kwamba tusidanganyike. Nadhani tumeweza kuelewa kwamba mfumo wa viongozi wetu umekaaje. Hiyo ndo namna halisi ya viongozi ambao tulionao Afrika. Ni wanasiasa ambao wana degree nyingi sana, lakini hawapo kwenye kuzungumzia ukweli. Wapo kwenye namna ya kujenga utaratibu wa kujinufaisha wao. So God bless you. Big Tanzania, big Tanzania yesterday. Thank you.